بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kwanza kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salamu zimwendee wa mwisho wa manabii, mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yena ahalize na sahaba zake kiram na waislamu wote watakubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi hiyo siku ya mwisho. Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Siku zilikuwa zimepita kidogo kutokana na sababu za afya, tulikuwa tukiendeleza darasa letu, lakini leo kwa ufalme wake Allah tabaraka wa taala tunaendelea kwenye kitabu chetu Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunna. Hata kitabu hicho ndugu zangu, ambacho kimeandaliwa na jopo la wanawazuoni, tumetoa ndani yake kitabu Siyam. Sasa tunazungumzia kuhusu saumu pekee, na kama mnayo kumbukumbu, leo tutaanza al-mas'alatul khamisa, mas'ala ya 5 katika kitabu chetu kitabu Siyam. Na mas'ala ya 5 ndugu zangu Waislamu ni shurutu wujubi siyami Ramadan, sharti za wajibu wa kufunga mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani. Masharti ambayo ndio wajibu mtu akiyafikia, akistimiza huyo, analazimika kufunga mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani. Yajibu siyamu Ramadhana ala man tawafarat fihi ashurutu taliya. Wanatuambia wanawazuoni ya kwamba ni wajibu kufunga mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani, juu ya yule ambaye zitatimia, zitakusanyika kwake sifa au masharti yafuatayo. Yani akiyakusanya haya, huyo ndiye analazimika kufunga. Kwa hivyo kikosekana mmoja wapo, halazimiki kufunga mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani, na kwake sio lazima. Sharti ya kwanza ndugu zangu, al-Islam. Ili mtu afunge ni lazima awe Muislamu, ni lazima awe Muislamu. Fala yajibu, kwa hivyo sio wajibu, wala yasihu siyamu min al-kafir, wala haikubaliki saumu kwa kafiri. Yani kafiri hata akifunga, acha kufunga ibada yoyote ile akiifanya, haikubaliki, kwa kuwa sharti ya kwanza ya kukubalika ibada Uislamu. Anapokuwa yeye ni kafiri, huyo hastahili, haruhusiwi kufunga, na akifunga saumu yake haikubaliki. Kwa nini? Lianna siyama ibadatun, kwa kuwa saumu ni ibada. Wal ibadatu la tasihhu min al-kafir, na ibada haisihi kwa mtu kafiri. Fa idha aslama, si faida, lakini akislim, la yulzamu biqada'i ma fatahu, halazimishwi kulipa saumu zilizompita. Mfano, kaslimu katikati ya mwezi wa Ramadhani, hautomwambia eti baada ya Ramadhani utafunga zile siku 15. Hapana, kwa kuwa yeye alikuwa si lazima kwake yeye kufunga. Sasa hapa panakuja suala, mwenyewe yuko na mtumishi ambaye si Muislamu, itakuwaje? Asalamu alaykum. Una mtumishi ambaye si Muislamu, itakuwaje? Haya tutaliona baadaye kidogo. Hiyo ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili ndugu zangu, albulugh,
anatakiwa ili mtu saumu kwake iwe ni lazima au ameshabaligh au ameshabaligh, fala yajibu siyamu ala man lam yablugh hadda taklif. Sio lazima kwake, sio wajibu kwake kufunga yule ambaye hajafikia kiwango cha kulazimishwa na sheria, yani kubaligh. Tutasherehesha baadaye insha Allah taala. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa ushahidi wa kauli ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyosema, rufi'al qalamu an thalatha, kwamba kalamu imeinuliwa, haiandiki kwa watu watatu, haiandiki dhambi wala thawabu. Fadhakara minhumus sabiyya, katika hao watatu mtume akataja ndani yake mtoto, hatta yahtalim, mpaka ajiotee. Kabla hajafikia hapo halazimishwi na sheria. Walakinahu yasihhu siyamu min ghairi albalighi law sama, lakini wanatupa faida, anakuambia saumu inasihi kwa mtoto, kwa yule ambaye hajabaligh. Ikiwa kafunga saumu yake inakubalika, tofauti na kafiri huku saumu yake haifanyaje, haikubaliki. Lakini mtoto ambaye hajabaligh sio lazima kwake kufunga, ila akifunga saumu yake inakubalika idha kana mumayyiza, na hasa anapokuwa tayari ameshajua, anapambanua mambo kibaya na kizuri anakiona. Wayambaghi liwaliyi amrihi, bali inambidi yule msimamizi wake, mzazi wake, ayamurahu bisiyami, kwa yule mtoto ambaye ameshainukia hata kama hajabaligh, amwamrishe kuswaumu. Liyatadahu, kwa nini? Ili mtoto apate kuzoea hiyo ibada. Wayalafahu, na uwe ndo mwenendo wake, iwe ndo tabia yake, aizoee tangia angaliki bado mdogo. Kwa hivyo inatakiwa azowezwe mtoto hayo bado angali mdogo. Na tunarudi ili kuweka wazi kwenye sharti yetu ya kwanza. Tulisema ni sharti gani jamani, kama tuko pamoja? Uislamu. Asante. Maana kuna wakati mwingine mko darasani na wengine mshasafiri, ameshakwenda nyumbani, na baki hapa msikitini, mwili roho tayari iko nyumbani huko, inapanga mambo mengine. Sharti ya kwanza tumesema ni Uislamu. Al-Islamu bidduhul kufr, na Uislamu kinyume chake ni ukafiri. Falkafiru la yalzamuhu as-sawmu wala yasihu minhu, kama tulivyosema, kafiri haimlazimu kwake yeye kufunga, na hata akifunga saumu yake haikubaliwi. La nulzimuhu bihi hala kufrihi, wakati maadama bado angali kafiri hatuwezi kumlazimisha kufunga. Wewe unamtumishi ambaye si Muislamu, na wewe utafunga hivyo hivyo, tamlazimisha aje? Wala biqada'ihi ba'da islamihi, na hata akislimu hatolipa zile siku zenye kufunga. Wadalilu ala dhalika qawluhu ta'ala, ushahidi tunakuta katika surati Tauba aya 54. Allah tabaraka wa taala anasema, wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi, hakuna kilichopelekea zisikubaliwi nafaka zao, zisikubaliwi sadaka zao, zisikubaliwi ibada zao. Kilichosababisha ni nini? Illa annahum kafaru billahi wa rasulihi, ni kwa kuwa wao wamemkufuru Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu hiyo matendo yao yote hayakubaliwi. Wa kaunuhu la yaqdi idha aslama daliluhu, na tunaposema kwamba hata akislim hatolipa, ushahidi wake katika surati Al-Anfal aya 38, Allah anasema, qul lilladhina kafaru
waambie ewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale waliokufuru iyantahu, wakiacha ukafiri wao wakaslimu wakawa waislamu, yughfaru lahum, watasamehewa madhambi yao, watasamehewa ma qad salaf, yale yaliyopita. Tazama huruma wa Allah tabaraka wa taala. Wanaambiwa wale ambao ni makafiri wakislimu, Allah anawafutia dossier zote. Chenye kitabaki ni haki za binadamu, lakini baina yao wao na Allah vitanafuta. Lakini deni la watu litafutwa na hilo. Jamani, deni lazima atalipa. Ena. Walakin, wakatupa faida nzuri sana wanawazuoni wakasema, walakin yuaqabu ala tarkiha fil akhirah. Lakini kafiri halazimishwi kufunga duniani, akislimu halazimishwi kulipa, lakini akifa hivyo bila kuslimu ataadhibiwa kwa ajili ya kuacha kufunga. Yani hapa mtu anaweza akajiuliza, ataadhibiwaje na yeye sio lazima? Au sio jamani? Ataadhibiwa kwa kuwa alilazimika kuslimu ili afunge, yeye akajinyima Uislamu ili asifunge. Kwa hilo Allah tabaraka wa taala atamuadhibu. Wadalilu ma dhakarahu Allah taala fi an ashabi al-yamin annahum yaquluna lilmujrimin, ushahidi ni yale Allah aliyosema alipozungumzia watu wa mkono wa kulia, ya kwamba wao watawaambia watu waovu, watawauliza watu wa ndani ya moto tayari, jamani, katika suratu alisomea kijana wetu hapa, suratu al-Waqi'a, ma salakakum fi saqar. Waqi'a sio hiyo, ni sura gani? Muzammil, ma salakakum fi saqar. Hafidh wetu jamani, Allah tabaraka wa taala anatuambia wataulizana, ma salakakum fi saqar, watu wa peponi watauliza watu wa motoni, jambo gani lilikusababisheni nyinyi kuingia ndani ya moto? Qalu, watajibu, lam naku minal musallina. Jambo la kwanza, hatakuwa miongoni mwa wenye kufanyaje? Mwenye kuswali. Hawa ni makafiri, lakini wataadhibiwa. Na huu ni ushahidi ndugu zangu ya kwamba kafiri ataadhibiwa kwa kila ibada tunayofanya Muislamu yeye kuifanya, ataadhibiwa kwayo. Kwa nini? Alijinyima Uislamu ili asizitekeleze hizo ibada. Na ndio maana hapa tunasema, jamani, wewe unamtumishi ambaye si Muislamu, mtaishije naye mwezi wa Ramadhani? Kwa nini tunasema hivyo? Kwa kuwa swaumu Allah amefaradhisha kwa ulimwengu mzima. Makafiri wakajitoa kwa nguvu kwa kumpinga Allah. Kwa hivyo hakuna ruhusa ya wewe kumpa nini? Bwana mseme mmesirika. Wewe umekataa kula kwa ajili ya nani? Ya Allah. Itakuache wewe umpe chakula? Na hapa ndugu zangu ndio linakuja suala tete la Waislamu wanaofanya kazi ya kupika restaurant mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani. Wallahi unamkuta Muislamu barabarani ameweka chungu iko anapika mchana mwezi wa Ramadhani. Niwaulizeni suala ndugu zangu, huyu tusisemi kwamba inajuzu haijuzu, kaheshimisha Ramadhani au kaidhalilisha? Mbona mseme jamani? Kana mmesirika? Kaheshimisha Ramadhani huyu kweli? Muislamu anapika barabarani mchana mwezi wa Ramadhani. Wa man yu'azzim sha'air Allah, Allah amesema katika aya tofauti atakayeheshimisha vitukufu vya Allah. Ikaja katika aya fa inna dhalika min taqwa alqulub. Hiyo ni dalili ya ushahidi kwamba ana ucha Mungu moyoni mwake. Muislamu unapika, tena anawapikia wanani? Makafiri. Akiwa nasikia hicho kitu jamani, ukigusa mtaishi aje wakati ulikuwa tumboni? Uliishi aje miezi 9? Miezi 9 uko tumboni hujitambui. Uliishi aje?
Kwani Allah amekuwekea wewe njia ni hiyo moja tu. Ndugu zangu, makafiri wamelazimishwa na wao kufanya nini? Kufunga. Wakakataa Uislamu ili wasifanye nini? Ili wasifungi. Ndiyo maana wataulizwa, jambo gani likupelekeni kuingia motoni? Qalu, watasema lam naku minal musallina, hatukuwa miongoni mwa wenye kusali. Walam naku nut'imul miskin, wala hatukuwa tunawalishiza maskini sadaka hii. Wataadhibiwa. Hapa yani majibu yao hapa haya mawili ya mwanzo na matatu ya kufuatana. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, tulikuwa tunafanya utani na mchezo pamoja na wenye kufanya utani na mchezo kwenye mambo ya dini. Hayajaingia muaqida, bado angaliki ni matendo ya ibadati tu. Alafu ndo wa kunna nukadhibu biyaumi ad-din, na ndo tulikuwa tunapinga siku ya kiyama. Ndo akida sasa wameingia. Kumbe kila kitendo ambacho kafiri hakifanya ataadhibiwa kwacho hapa duniani. Sasa wewe ukimuunga mkono, ukimpa chakula, ni maana umekubaliana na itikadi yake, umekubaliana na fikra zake. Haijuzu hicho kitu. Lazima tuwe na heshima. Hivi Muislamu ukimtembelea msabato siku ya sabato, ataenda mafigani kupikia chakula? Ataingia mafigani kweli? Alafu wewe Muislamu yeye anakuja kutembelea eti ni Ramadhani na wewe ndio unaingia mafigani? Mahadha. Hapana Uislamu. Tuwe makini ndugu zangu, na ndio maana wanawazuoni wengi wametukataza kuwa na watumishi wasiokuwa Waislamu. Kwa kuwa itakuletea shida mwezi wa Ramadhani. Lijamaa kabambi la mtu hapo asubuhi linaamka na kusanya vyakula vyote, linaweka miguu, linakanyaga chakula chako wewe Muislamu. Ukileza atashi alisema kwamba kafiri sio lazima kufunga, amekataa Uislamu yeye ili asifanye nini? Kwa hivyo huyu hastahili. Kwa hivyo ndugu zangu, tuwe makini, tuelewe kabisa hilo suala, tulifahamu kwa undani. Hiyo ni tumependa kuongeza kwa ajili ya ile sharti ya kwanza ambayo ni ya Uislamu. Tukasema sharti ya pili al-bulugh. Ili tuende vizuri, acha nichukue na sharti ya tatu hapa, alafu hizi mbili tutazungumzia kwa pamoja. Sharti ya tatu akatwambia al-aqlu. Baada ya sharti ya kwanza ambayo ni Uislamu, sharti ya pili ni kubaligh, sharti ya tatu lazima mtu awe na nini? Awe na akili. Fala yajibu siyamu ala al-majnuni, sio lazima swaumu kwa mwenda wazimu. Wal ma'tuhi, na mwehu. Kuna mtu ni msazi na mwingine sio msazi lakini akili yake ni pungufu. Hata huyu maadamu haiko sawa sawa halazimishwi na sheria. Hasa kama wale wa periodike. Kuna mtu wakati mwingine ni mzima, mwingine wakati zinaruka. Wakati atakuwa mzima atalazimika kufanya nini? Kuswaumu. Zikiruka tu hakuna tena nini? Hakuna kuswaumu. Li qawlihi sallallahu alayhi wasallam, kwa ushahidi wa kauli ya mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallama alivyosema sallallahu alayhi wasallam, rufi'a al-qalamu an thalatha. Ile hadithi tulisoma mwanzo, kalamu imeinuliwa kwa watu watatu, haiandiki dhambi wala thawabu. Fadhakara minhumul majnuna, mtume akataja miongoni mwao mwenda wazimu, hata yufiq, mpaka apone kutokana na wenda wazimu wake, mpaka apone. Haya mawili ndugu zangu ambayo ni tumesema aje ni kubaligh na nini na akili. Haya mawili wanawazuoni wameyakusanya yote, ndio akasema idha ra'aita kalimata mukallafa fi kalami alfuqaha, ukiona neno almukallaf, yani mukallaf mwenye kulazimishwa na sheria, ukiliona hilo neno katika lugha ya wanawazuoni, falmuradu biha, makusudio yake ni haya maneno mawili, albaligh
mwenye kubaleghe, wal aqil, na mwenye kuwa na nini, na akili. Ndo lugha ya wasomi wanawazuoni mashekhe zetu, Allah awahifadhi. Wanasema ukiliona ili neno mukallaf, yani mwenye kutezwa nguvu na sheria, mwenye kulazimishwa na sheria, ambaye sheria inaanza kumbana, ukiliona ilo neno mukallaf ni maneno mawili: albaligh, mwenye kubaligh, na alaqil, na mwenye kuwa na akili. Kwa nini? Liannahu la taklifa ma'a sighar. Qaida hiyo, kwa kuwa hakuna kumlazimisha mtu kwenye ibada na yeye hali ya kuwa angaliki mdogo, wala taklifa ma'a aljununi, wala hakuna kumlazimisha mtu kutekeleza ibada hali ya kuwa ni mwenda wazimu, ana akili. Na hata ukimlazimisha kweli atakuelewa. Falbulugh, ama neno kubaleghe sasa, yahsulu biwahidin min thalathati binisbati lidhakar. Kwa mtoto mwanaume, ili tuseme huyu kabaleghe, tunatazama mambo matatu. Jambo la kwanza, itmamu 15 sana, ni kueneza miaka 15. Tunasema mtoto kafanyaje? Jamani, tuko wote, kafanyaje? Kabaleghe huyu. Jambo la pili, imbatul ana, ni kuonekana nywele za mbeleni. Lugha ya adabu hiyo, au sio jamani? Zikianza nikionekana hicho kitu, tunasema kijana kafanyaje? Kabaligh. Na la tatu, inzalul maniyyi bi shahwatin, ni kutokwa na maji ya uzazi kwa matamanivu. Alama ngapi jamani? 3. Kueneza miaka 15, kupatikana nywele za mbeleni, na kutokwa na maji ya uzazi kwa matamanivu. Walil untha bi 4 ashiya'i, ama kwa mtoto mwanamke binti, ili tuseme kwamba kabaleghe, hadhihi 3 as-sabiqatu, tunaanza kwa haya matatu ya mwanzo: miaka 15, kuonekana kuota nywele za mbeleni, kutokwa na maji ya uzazi kwa matamanivu. Panaongezeka lingine limoja kwa mtoto mwanamke, warabi'u wa huwa alhaid, na la 4 ni kuanza kuingia mahali yake. Yani mtoto mwanamke akiingia mahali yake, tunasema huyu amefanyaje? Amebaleghe. Sasa kaingia na miaka 13, tunasemaje? Watu wanajiwaza kidogo, tunasema kabaleghe. Wapo mtu akichukua mzigo kuna kosa? Jamani, achukua mzigo hapo wa miaka 13 kuna kosa? Kesha baligh bimaana sio mtoto tena, au sio jamani? Bimaana huyu ni mtu mzima. Lakini sheria ya serikali inatuambia miaka 10 na ngapi? 18. Sha ukienda kiolela sendo kasema wana shekhi bwana alisema huko, mimi nimefuata kauli ya shekhi. Ambia mzee, niliweka note bien na mimi bwana. Nilikumbusha nikazindua, sio uende tu aina ndugu yangu, takwama huko. Kwa hivyo hizo ndio alama za kubalighi. Wala aqilu, ama sharti tukasema ya 3 ni akili. Wala aqilu, mwenye akili, diduhu almajnun, kinyume chake ni mwenda wazimu. Fakullu man laysa lahu aqlu bi ayi wasfin min al-awsafi, yule ambaye atakuwa hana akili kwa aina yoyote ile, fa innahu laysa bimukallafin, huyo halazimishwi na nini? Na sheria. Walaysa alayhi wajibun min wajibati dini, wala halazimishwi kufanya jambo lolote lile la dini. Mwambie wewe usali, mwenda wazimu utamwamsha kusali kweli? Yeye halazimiki, haingii huko. La swalata, hamna ndani ya kumlazimisha kwamba lazimiki kusali, wala siyama, wala kusaumu, wala it'ama badala siyami, wala kusema kwamba atalishiza bana hivi mshakuwa mwenda wazimu atalishiza badala ya kusaumu. Hakuna kulishiza chakula, hamna. Wadalilu dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam, bado ile hadithi inatumika ushahidi
rufi'a alqalamu an thalatha, kalamu imeinuliwa kwa watu watatu. An-naimu hatta yastayqiz, mwenye kulala mpaka aamke. Wa anis saghiri hatta yablugh, na mwenye mtoto mdogo mpaka abaleghe. Wa anil majnuni hatta yafiq, na kwa mwenda wazimu mpaka fahamu irudi, mpaka apone. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i. Kwa hivyo hii hadithi ndugu zangu, kuna nafasi wakati mwingine inatupa faida. Na tumepata hapo pameongezeka neno limoja, mwenye kulala mpaka amke. Yani haandikiwi chochote. Sasa jamani, na Muislamu au binadamu anatakiwa alale sawa sawa masaa mangapi? Masaa 8. Kwa hivyo saa 8 huandikiwi dhambi wala thawabu. Nauliza, umefaidika au umepata hasara? Nauliza hilo mzee, sio mchezo. Masaa 8 hauandikiwi dhambi wala thawabu. Nauliza, umefaidika au umepata hasara? Unaona Uislamu sio unatuzindua. Ukisema kwamba huyu mtu hana hasara wala faida, sintokuelewa. Ili ujue kwamba huyu mtu ana hasara, kwa siku 10 atakuwa amelala masaa mangapi? 80 jamani. Si tumesema masaa 8 mara 10 ngapi? 80. 80 jamani, tukidivise par 24, tukigawa mara 24, si ndio siku nzima? Hakuna siku 2 na masiku yako juu, au siku ngapi? Siku 3 na zaidi. Hakuandikiwa nini? Thawabu wala hapo. Hakuna hasara hapo kweli jamani, hakuna hasara. Ndiye maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufunza, Muislamu ukilala, lala na nia kuamka usiku, ili hata kama ukipitiwa uandikiwe kwamba huyu alilala na nia kuamka nini, unapata zako ujira. Sasa naambia yule Muislamu kwamba maisha yake mazima akianguka mkitanda ni kama vile mti, anashtuka tu kuja kutiriki swala ya alfajiri, maisha mazima atakuwa na hasara ya kiasi gani siku ya kiyama? Mtanabahi ndugu zangu Waislamu, tuamke ndugu zangu Waislamu, tuamke. Kwa hivyo leo tumezungumzia masharti mangapi? 3. Kesho insha Allah akiwa atatuazima afya, tutaendelea na sharti ya 4 na sharti ya 5 kwa ufalme wake Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.